Thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ rĩu nĩ twaingĩra harĩa rĩu ndeto ĩkĩrĩ na mũno tuoka haha nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe. Garbage in, garbage out. Kĩrĩa ũrahe ng'ombe yaku nĩkĩo ĩgũkũhe. Na haha nĩho rĩu ngwenda tũtarĩrio wega nĩ mũtaaramu atĩrĩrĩ kuma tondũ nĩtũgũkorwo tũkĩona nginya mbica cia kũrĩa silage-inĩ, nĩtũkuona nginya cia thara, nĩtũkuona cia no tũtarĩ thĩinĩ wa kĩganda gĩa kũhota kũmenya ũrĩa rĩrĩa wareherwo dairy meal yaku rĩ, rĩrĩa werwo ĩno nĩ high yield rĩ, rĩrĩa werwo ĩno nĩ ya dry cow rĩ, rĩrĩa werwo ici nĩ pellets cia njaũ rĩ, hizi cikoragwo cigereire njĩra ĩrĩkũ. Na hapo ndio nataka tuanze na tutaanza na haswa kuweza kujua wakati tuna ni nini haswa yuendelea ndani ya hapa tulipo. Karibu sana mtazamaji. Nasema hapa ndio mahali huwa tunatengeneza chakula ya mifugo. Na kwa kweli usipokuwa na chakula mzuri kwa wale mifugo, hautaweza kupata maziwa ya kutosha. Kwa hivyo sisi huwa tunaenda tunanunua material ambazo zinafaa zitengeneze dairy meal, zinafaa zitengeneze calf pellet, zinafaa zitengeneze chakula ya dry ya zile ng'ombe zinakaribia kujifungua. Kwa hivyo tunaangalia ni chakula gani, ni material gani iko kwa soko na bei yake na pia umuhimu wake kwa ng'ombe. Sisi huwa tunajaribu sana kuhakikisha kwamba material ambayo tumepata ni safi. Na hiyo tunahakikisha na kuensure kwamba hata kama tunapima mahali material inanunuliwa, tukija hapa pia tunaweka ile chakula yetu aflatoxin binder ambayo itasaidia ng'ombe yule asiende kuathirika na aflatoxin. Okay. Na sasa wakati tumeamua kwamba hizi vitu zote tumeweza kuzileta pamoja, hatutaingia ndani ya kuweza kupima ratios, lakini ningependa kujua kuna zile ambazo wakati umekosa kitu moja nyinyi uweza kufanya namna gani? Kuna wakati nasikiaga tumekota cotton seed imekosa kabisa. Tunaenda Uganda, tunaenda Tanzania, tunaenda the other different countries. Imekosa kabisa. Nyinyi uweza kufanya namna gani? Kitu ya kwanza lazima ukuwe na mtaalamu wa kutengeneza chakula. Kwa hivyo hatufuatilii kitu inaitwa formula. Tunafuatilia mahitaji ya ng'ombe. Unajiuliza wakati cotton imekosa nini kingine ambacho kinaweza kuletea ile protein hiyo cotton ilikuwa inaleta. Kusema kweli Kenya saizi kuna uhaba wa sunflower na bei yake imeenda juu sana. Lakini kuna vitu kama cobra ambazo tumekuwa tukitumia kwa muda na zinaweza substitute sunflower na zinatumika na kulisha ng'ombe wale na wanatoa maziwa venye inastahili. Okay. Sasa tuingie ndani ya zizi la ng'ombe. Yeah. Nikiangalia kwa wakati tulikuwa tunazipatia, nimeona ni kama tumechanganya kila kitu. Yeah. Tumechanganya nini na nini na nini. Ili kwanza kwa hawa high yielders tumewapatia nini na nini. Tunasema ng'ombe mzima ni takriban kilo 600. Na kwa hivyo tunasema ng'ombe anafaa kule at least 4% ya uzito wake. Kwa hivyo wakati tunaangalia hiyo 4%, lazima tujiulize nini hichi ng'ombe atakula until aweze kuproduce maziwa mingi na aweze kukua kwamba acha ile chakula kama waste. So pale tunalisha chakula aina 4 ambazo ni muhimu sana. Tuna silage ambayo tunatengeneza na mahindi, full corn silage. Mahali tunalima mahindi ikifikia wakati wa kuharvestiwa, ikifikia wakati imeanza kutoa maziwa, tunaenda tunakata, tunatayarisha, tunahifadhi ambayo tunatumia kulisha wale ng'ombe. Kitu ya pili ni nyasi ambayo tunaita bomalons ambayo tunakata kwa mashamba yetu, tunakausha, alafu tunaweka hifadhi ambayo tunakuja kutumia ile wakati tunapea wale ng'ombe wetu. Kitu ya tatu ni unga ambayo tunatengenezea hapa ambayo tunaita dairy meal. Hizo vitu zote tunachukua, tunaenda kwa ile store yetu, tunachanganya pamoja, tunahakikisha kila ng'ombe amepewa chakula kulingana na hitaji lake. Yule ng'ombe ambaye ana produce maziwa mingi, sasa yeye ana produce ngapi? Kusema kweli hapa tuko na ng'ombe 35 ambazo tunakamua. Okay. Na tunauza maziwa lita 1000 kwa siku. Okay. Hiyo maziwa kupata hiyo maziwa sana sana inatokana na chakula venye ng'ombe wanakula vizuri na kukaa vizuri. Kwa kawaida tumekuwa na ng'ombe mwenye ameenda juu sana akaenda up to 52 liters of milk per day. Lakini kwa sasa tuseme ng'ombe mwenye tuko naye amezaa mara ya kwanza na anatoa lita 44 kwa siku.
mara ya kwanza. Yeah. Yeah. Na nyinyi mmefungua shamba lenu ili kuweza kuwauzia wakulima ng'ombe zenu, ndama, ama ni auction, ama mtu akitaka kununua ng'ombe zenu atazinunua vipi? Venye tumeweka kiwango yote ya ng'ombe, kwamba kuna yule mkulima atataka ng'ombe yule ni mdogo kulingana na uwezo wake wa miezi 6 ndama. Hiyo kiwango huwa inauzwa, iko na bei yake. Kuna yule mkulima anataka ng'ombe anaweza enda aweke mbegu akiwa kwake, huyo ng'ombe pia anapatikana. Na kuna yule mkulima atataka ng'ombe mwenye amewekwa mbegu, huyo sasa tunaambia mkulima akuje kwetu, akuje ambuku ng'ombe. Ukikuja utakuja tutakupea agreement, utaandikisha, utasema huyu ng'ombe ndio unapenda. Ng'ombe wako akiwa tayari na mimba, utapigiwa simu, utakuja uchukue ng'ombe wako. Mtu akishapoteza ng'ombe wake na sasa imefika wakati wa kuweza kwa ile bima kuweza kulipa, hebu tueleze CIC bima wataweza kukulipa kivipi? Ni maybe ni ng'ombe wataenda wakununulie, maybe ni wao wakupe pesa, ama hebu tueleze vile nyinyi uweza kupelekana CIC. Sisi huwa tukifanya na CIC kwamba kutokea kuna ng'ombe amepotea ama tumepoteza ng'ombe, tuna launch your complaint, ambao wanatuma madaktari wao, wanakuja wanaangalia, wanahakikisha kama ni postmortem ng'ombe anafanyiwa. Hizi vitu zote zikikuwa recorded na ikuwe kwamba kesi imekuwa clean, kusema kama saizi umeweka bima ya ng'ombe ya 1200, wataweza kukupea ile pesa na wewe utaenda ununue ng'ombe mwingine mwenye unahitaji kureplace yule, so that your stock pia ina remain mahali ilikuwa. Ni kweli. Ningependa ukupatie namba za simu na pia wazo lako la mwisho kama umeangalia pale, uweze kuongesha wakulima wenzako na uwape pia motisha, alafu pisha utuambie inaitwa Agricam Limited wako wapi? Ng'ombe tumeona ng'ombe ni lishe, na usipomlisha na umchunge vizuri hauna ng'ombe. Tumesema matibabu mingi pale hatufanyi. Sababu gani? Sababu ng'ombe anakula vizuri, anaangaliwa vizuri. Lakini usipomwangalia ng'ombe vizuri, pia utakuwa na cases mingi sana za health issues. Sisi kama Agricam tuko located in Nanyuki, is on Nanyuki Meru Highway, just 15 kilometers from Nanyuki town. Tunalisha ng'ombe wa maziwa. Namba yangu ya simu ni 0718 708 134. 0718 708 134. James Jeru, na ukokageithia katoi kanaitwa nani? Maximilian na Fabian. Hebu ambie kwa Kimeru wajue hata unaongea Kimeru, aseme ati ni Kiswahili peke yake baba. Nengo kazi ya Maximilian Mwenda na Fabian Motugi. Yes. Na mami wao. Mamu wao. Ugotindo kyanirira. Thank you muno cetagwo James, na warikia kuigwa ni mjamba ya hinya muno makiria. Aumete guko Agricam na ni mundu wa bata muno. Kiria gia bata kiria ahota gutariria ni ati breed irio ragira ukorwo kimenya ni breed iriku, ni atutaririo horo wigie murire mwega wa irio. Dagitari ni okani atutaririo theru ni kindu gia bata muno makiria, ni atutaririo horo wa kwigita na mirimu kana kugia na ng'ombe njega ta ici cia Agricam uria wagirwo gukorwo gika. Kuma guku mwena wa Nanyuki guku ndikuo gwiragwo mwisho wa reli, nikuo turarikiria tabarira ya muthenya umuthi ya mugambo wa murimi. Kimiti nirio ritwa riakwa, na ndiri no undu ungi nguongerera, no njugire Ngai wa mwa kurathime o nginyagia kiumia gigoka. Tuanire hamwe twaririe na tutingiriganirwo ni ruru ati guthie ni guthie guthie ni guthie ya kuhiahiaga na mambere, guthie ni guthie ya kuhiahiaga na mambere, mere ne tuthie riki niwe uranyitire ogeni, mere ne tuthie riki niwe uranyitire